Yes, bakunzi ba Buja TV, ndabaramukije nizere ko mumeze neza. My name is DJ Israel Gwagasore on the beat. Turi hano mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kuri airport. Ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye niho turi muri kano kanya, imbonesha kure yanyu icirore cacu niho yaje kubatemberera, ariko kano hava mwibaza kubera iki Buja TV iri hano, kubera iki DJ Israel n'abandi bamenyesha makuru bari hano. Ndakumenyesha yuko hariho umuririmbyi akomeye cyane kuva mu gihugu ca Tanzania, n'umwanya nyinshi mwakunze cyane, yakoze amakolabo n'abaririmbyi bakomeye muri East Africa, ari hano mu Burundi. Turaje kumutora mukanya, uraza kumenya igituma ari hano, ariko kandi kambe ndababikira kabanga, mbe ndababwira akantu gatonya gusa icamuzanye hano nibikorwa vyinshi, harimwo no kugira mariage n'umurundi kazi. Umuririmbyi w'umutanzania aje kurongora umurundi kazi, niwe mukanye tugira twakire. Hari ibibazo vyinshi, turi kumwe na mugenzanje MD kuva muri Katika Extra. Yes, turi kumwe kandi na mugenzanje MD hano ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, niwe aza kudufasha mu rurimi rw'igiswahili. MD on the mic. Yeah. Mambo vipi Bujumbura, mambo vipi Buja, mambo ni aje? Mimi naitwa MD The Black aka Mtumbaya. Bana, tuko hapa airport, International Airport of Burundi, Bujumbura bwana. Kitu ambacho tunakuletea bana ni kuhusiana na msanii kutoka Tanzania Ibra bana, au Chinga Boy, ambao amekuja kututembelea sisi wasemeji yake. Ikiwa ni mara kwanza anakuja Bujumbura, na pia tukwambia tutakuwa naye kwenye kipindi, lakini kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kukaa kwenye TV yako au radio 87.6 Buja FM kila siku kuanzia saa 12 mpaka saa 2 za usiku. Sasa unakosaje? Umeona tusikilize story nyingi sana kutoka Tanzania, na pia na paka kukutana na malikia wa Burundi. Umeona mapenzi na nguvu imemtoa mtu kutoka Mtwara paka Tanganyika. Morize niko na Israeli hapa. Kabisa, mwamaze kuvyumva yuko abumva rurimi rw'igiswahili, hari umuririmbyi akomeye aje hano mu Burundi, Mr Ibra, aje kugira mariage hamwe n'umurundi kazi. Umurundi kazi mwibaza yuko arinde. Mukanya hariho ama interview muza kubikurikirana ikibiriraho. Buja TV icirore cyanyu, turi kumwe namwe. DJ Israel, mugumane natwe, ama commentaire yanyu turayakeneye, ariko kandi na numero muza gutelefona ziri hano. Buja TV araza kuba ahari ikibiriraho, araza kuba hari ikibiriraho umuririmbyi mukunda Mr Ibra. Yes, nkuko muriko murabibona abakunzi ba Buja TV, murabona yuko imodoka irerura umuririmbyi twaje kwakira hano muri airport. Ni imodoka muriko murabona, iyi modoka nziza cyane ije kurerura umuririmbyi Ibra kuvaria muri Tanzania. Murabona yuko hari nabigeme beza cyane bamurindiranye igishika n'amashugwe menshi n'amagift atandukanye. Bakunzi rero ba Buja TV, mube hafi ya imbonesha kure yanyu. Yes, kama kaida bana, kama unaona hapa mbele yetu kuna wadada warembo wa Kirundi ambao wamevaa kiasilia ili kuweza kumpokea Ibrahimu bwana Ibra au Chinga Boy kutoka Tanzania. Lakini na pia tuko mbele ya gari ambao ndo Ibra tuondoka naye kutoka hapa. Still tukiwa hapa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea hapa, lakini kitu ambacho kwamba ni Ibra anaenda kutana na culture ya Burundi ambao wamevaa kweli, wamependeza kikweli kweli. Wana zawadi za Ibra ambao tunasubiria Ibra ajitokeze hapa ili tuwezi kuona gisi atakabidhiwa zawadi ambao amepokelewa nao. Endelea kutufuatilia, still tuko airport, niko na Israel, kila kitu iko kama kawaida.
Yeah. Nkuko muriko murabibona abakunzi ba Buja TV, muramubona hariya Ibra umuririmbyi tugiye kwakira ajana mu Burundi gukora ubugeni hamwe n'umurundi kazi. Ibra nguyo muriko muramubona aberewe cyane hamwe n'abaje kumwakira n'amashugwe menshi cyane bakunzi ba Buja TV. Yes, kama kawaida ndio naona hivi Ibra ameweza kukabidhiwa zawadi za kinyumbani. Hizo ni ngoma, kuna ngoma kama mtu anapiga ngoma, hizo ni nembo za nyumbani, lakini Ibra akiwa na furaha sana na kupata hizo zawadi za nyumbani bwana. Ndo karibu Burundi yetu hii hapa. Bwana Ibra, karibu sana Burundi. Thank you so much bro. Yeah. Bila shaka ni mara kwanza unakuja Bujumbura? Yeah, it's the first time. Okay. Kwanza pole na safari. I'm good. Thank you so much. Yeah. Sawa, tunapenda kujua ni kitu gani ambacho imekuleta Burundi, kwa sababu tumejua kama msanii mkubwa kama wewe akikuja nchi fulani panakuwa matangazo ya show manini na nini, lakini what's bring you in Burundi? I'm here to see my family. Okay. Yeah. Uko na family hapa? Yeah, my family are here. Family unamaanisha wa ndugu zako? Yeah, niko na ndugu zangu. Okay. Upande wa mama, upande wa baba, family unamaanisha nini? Na upande wa mke wangu. Uko na ukweni kwako? Yes. Okay. Umeoa? Yeah, of course. Bwana, kwa hiyo rasmi tunaweza kukuita semeji hapa nyumbani? Okay. Mimi ni shemeji wa Burundi. Okay. Sawa, imekuwaje umeamua kutoka Mtwara mpaka Bujumbura? It's normal because maisha popote unapokutana na mtu mnavofahamiana, mnavoelewana, so that's the life. Okay. Sawa. Na kweli wewe ni miongoni wa wasanii ambao tunaweza kusema kwa sasa hivi kwa vijana ambao East Africa wanafanya vizuri, wewe umo. Na bahati nzuri sasa hivi tumepata semeji ambao pia ni miongoni wa watu ambao wanapeperusha bendera ya East Africa. Na tuna wasanii ambao pia wanafanya vizuri hapa nyumbani. Inawezekana, inaweza kuwa ni opportunity pia ukafanya kazi na wasemeji yako? Yeah, of course, kwa sababu kazi ni kazi, na kama kuna misingi ya kazi tunaweza tukafanya kazi na mtu yoyote. Yeah, mradi tu amefuata utaratibu wa kisheria, kwa sababu sisi tunafanya biashara, right? Okay. So yeah, it's a business. Sawa. Kwa hiyo umekuja kuangalia familia au kuna sherehe za harusi zitaendeleepo au? Nadhani wako wamenialika wakaniambia wanahitaji kuniona, so I'm here to see them. Yeah. Okay. Sawa bwana. Yeah, so tuseme umekuja leo Alhamis, kesho kuna Friday, Jumamosi, utachukua muda gani kuweza kukaa hapa? Maybe 2 weeks. Yeah. Okay. Sawa. Bwana, karibu sana. Mimi nafikiri pia kuna wenzangu watangazaji pia wanaweza kuuliza swali. Mtu yoyote ana swali anaweza kuuliza. Burundi niko na friends wanafanya muziki, akina Satibi, a lot of people here, but ni muda wa kucommunicate nao vizuri zaidi, kwa sababu we are family, you know. Okay. Yeah. Muziki gani unatumia kwenye playlist yako? Nasikiliza wasanii wengi tofauti, lakini niliposema nakuja Burundi pia watu wengi wamekuwa interested, wamenicheki watu wengi. So yeah, I think it's a time to work together. Okay. Yeah. Kabisa. Tanzania kuna wasichana wengi. Yeah. Yeah. Kwa sababu mapenzi hapangiwi mtu kwa kupenda. Mtu anayempenda yoyote anaweza kuishi naye popote vyovyote. So yeah, it's a life. Nadhani kwa kuwa niko hapa kila kitu kinawezekana, ni watu tu kufuata utaratibu wa kibiashara, kwa sababu music is a business bro, right? So kama watu wanafuata milolongo mizuri ya biashara, kufuata kile ambacho kipo kwenye biashara, tunafanya kazi anytime. Yeah. Sawa. Kwa hiyo kwako haikukuwa easy kuweza kuacha habari kupaka kufata ziwa? Tuko vizuri kwa sababu mapenzi ni mapenzi na nguvu Haya basi. Ile swali. Tazama kiwango cha Ibra tofauti na kiwango cha Ibra 2024. Anamaanisha mwaka 2025. Nadhani ni tofauti sana kuielezea kwenye mahusiano, kwa sababu ni moyo wa mtu una siri kubwa. So yeah, love bro. Okay. Yeah. Mpenzi wako ni Murundi. Usimuite mpenzi, yule ni mke. Kiswahili.
Yeah. Kuna maneno ya Kirunda shawahi kufundisha kama yapo. Kama vile unaweza kasalimia hata wakwe basi kwa Kirundi. Unajua ni Mrundi lakini anaishi sana nje. Na kwa hiyo nyewe mmezoea naye sana English lakini kwa kule pia wanaongeaga Dutch. Okay. Kwa sijawahi kujifunza hayo maneno lakini kwa kuwa niko hapa ni hamna shida. Hivi mmekutana wapi? Dunia. Dunia ina mengi sana. Wademu yani wasichana ndio wengi warembo wa Kitanzania. Unajua nikwambie kitu kimoja kwenye maisha yangu pia. Mimi sipendi sana kuangalia mtu mwingine kuliko mimi kwa sababu mimi ndo najua maisha yangu, mimi ndo najua wapi naelekea, mimi ndo najua nini nahitaji. So it's my life and it's the right time. So yeah. Mziki hapana, mziki upo, maneno yapo na tutaendelea kuenjoy mziki mzuri kwa sababu ndio kitu ambacho nakifanya. Sawa. Ibra, tukirudi nyuma, juzi hapa tuliona mzee Konde alitoa tarehe kutoa nyimbo ambayo alifanya na Rude Boy, na wewe pia ukamention kwamba the same day pia utaachia na wewe ngoma ambayo ulitoa jina ya Asante. Lakini end of the day tuliona siku ambayo Konde alitoa music, mtu ambaye aliweza kupambana na Konde alikuwa ni Diamond. Wewe ukakaa pembeni. Ni nini au ni kuna ile familia mzee anasema bwana mtoto wetu lia? Hapana, ni biashara na pia mimi nahitaji kumpa mtu time kwa sababu mimi sishindani na mtu yote bro. Okay. Nafanya music, napenda muziki, ni kazi yangu, so sina haja ya kushindana na mtu yote. Harmonize is my brother. Okay. And Diamond is our big, you know. Okay. Yeah, so ni familia. Okay. Yeah. Kwa hiyo hakuna mtu haja kukataza kuacha kufanya vile. Okay. Yeah. Sawa. Bwana, atumie utaratibu gani ili kuweza kupata collab na Ibra? Mimi nadhani namba za management ziko kwenye bio ya Instagram. Okay. Yote anayetaka kufanya kazi apite kwenye bio pale, awasiliane na uongozi. Yeah, we can do it. Hapa hujakuja na management? Management kila kitu kipo. Okay. Kwa sababu niko nyumbani so I'm free bro. Bwana sawa, asante sana. Okay. Ibra bana, kama uliona aliweza kupata zawadi na ndio gari hapa akiwa anaondoka na sisi bwana. Moja kwa moja nafikiri hapa ndio itakuwa ni mwisho wa kipindi ya kutoka hapa airport, lakini kikubwa ni kwamba sisi tunaendelea na mambo mengine, lakini bana niseme tu asante sana kwa watu ambao walikuwa nasi kuanzia asubuhi mpaka sasa hivi. Tuna sign out kutoka airport hapa alafu tunaingia mjini. Appointment ni pale saa 12 mpaka saa 2 usiku katika Extra ndani ya Buja FM, tutakuwa pale na Ibra. Asante.